kule kutawadha kwenyewe ukatawadha vizuri, ukatawadha kisawasawa. Nini maana ya tahsinul wudu? Tahsinul wudu maana yake an tatawadha kama warada عن النبي صلى الله عليه واله وسلم, ni utawadhe kama alivyotawadha mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi. Hiyo ndio fa ahsanul wudu. Wal wudu shar'an, na katika lugha ya kisheria wudu maana yake at-ta'abbud lillahi biisti'mal al-ma'i ala a'dha'a makhsusatin bisifatin makhsusa. Hiyo ndio taarifu ya wudu katika lugha ya kifiqh na lugha ya kisheria. Maana yake wanasema wanazuoni at-ta'abbudu lillah ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tamko hili liko katika taarifu? Hili tamko la kujikurubisha at-ta'abbudu lillah liko katika taarifu ili kwanza kabisa tufahamu ya ikhwan kwamba huu wudhu tunaochukua asli yake ni ibada tunayoifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibada inayofanywa taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuingia mambo mengine, kwa sababu wakati mwingine inakuja katika fahamu ya mwanadamu kwamba tunatawadha ili upate kufanya usafi, upate kuwa nadhifu, na maana ya nadhafa yamo katika wudhu, lakini sio hilo lengo la wudhu hasa la kwanza. Lengo la kwanza la wudhu ni at-ta'abbudu lillah. Hili jambo la kwanza tuweke katika fahamu zetu, jambo muhimu. Kwa hivyo natawadhau awalan ta'abbudan lillahi azza wa jalla qabla an-nadhafa, kabla ya kutanguliza mambo ya nadhafa. Kwa hivyo usione kwamba unatawadha ili upate kujisafisha mikono na uso. Naam, nadhafa iko, lakini kabla ya hapo ni at-ta'abbudu lillah. Hii muhimu sana tuweke katika fahamu zetu kwamba ibada ya wudhu na kutawadha ni ibada tunayoitekeleza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ukifahamu maneno haya ya ikhwan mtaelewa yale makosa mengi yanayofanyika pale katika wudhu. Leo waislamu wanatawadha, ukija ukikurubia waislamu wawili wanatawadha, wanazungumza na yale maji pale ya mifereji yanaendelea kumiminika, na huku watu wanapiga stories zao za kawaida. Anayezungumzia stories za mpira, wengine stories za wanawake, wengine stories za chakula, wengine stories za harusi, wengine stories za hivi katika wudhu. Hii ni kutokamana ya ikhwan ya kwamba hawa waislamu bado hawajaweka katika fahamu zao kwamba ile ni ibada. Kwa sababu wakati utakapofahamu kwamba kutawadha ni ibada, haya mengine yote utayasimamisha. Ndio maana as-salafu salih rahmatullahi ta'ala alayhim walikuwa wanapotawadha, wengine hata wakitolewa salamu pia hawaitikii mpaka amalize kutawadha. Akimaliza kutawadha ndio amwambie yule aliyemkua, amwambie wa alaykum salam. Pole alipokuweza kujibu pale ilikuwa katika ibada ya kutawadha, kwa sababu pale anapotawadha akili yake na fahamu yake na moyo wake wote uko pale katika kutawadha. Kinyume na vile sisi leo tunavyotawadha, inakuwa ni kama jambo la kawaida, tunaona kama tunajisafisha tu, wafungua mfereji alafu mtu aosha namna hii apija story yake. Sasa ile ibada ya kutawadha inakwenda automatic. Kwa nini inakwenda automatic bila kufikiria? Kwa sababu ni jambo la kuzoea. Amekuwa ni mzoefu wa kufanya jambo lile, kwa hivyo hana haja ya kufikiria sasa naosha uso alafu naosha mikono kisha naosha kitu fulani. Hawezi kukosea kwa sababu limeingia katika system. Sio kama tunaelewa na ikhwan. Naam, inaingia katika system. Kama vile mtu anapopeleka gari, hasa yale magari ya zamani yalikuwa ni magari ya gear. Sasa waweza kuwa wewe umekaa pale wazungumza naye, alafu umeona apiga story huko, abadilisha zile bila kuangalia, aweka gear 1 2 3 4, wewe utastajabu, huyu azungumza na pengine ana simu na pengine avuta sigara na pengine wala miraa hapo wakati mmoja, na huko gear zabadilishwa namna hii. Ni kwa sababu ya uzoefu, hana haja ya kuangalia. Kwa hivyo kule kutawadha vile vile inakuwa ni uzoefu, inakuwa aina ya ada. Muislamu anasahau kwamba hii ni ibada, unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo muhimu sana ya ikhwan, muhimu sana. Ndipo hapo ambapo waislamu wengi wanajikosesha fadhila na thawabu na ajr. Sasa hatari yake ni kuwa muislamu anaingia katika sala khushu' hana, na mara nyingi sisi huwa tunasahau kwamba khushu' katika sala, wanazuoni wanasema inaanza kuanzia pale unapojitayarisha kuingia katika sala.
unajitayarisha kuingia katika swala wakati gani? Wakati wa kutawadha. Ikiwa khushu' umeikosa katika kutawadha, basi jua kwamba 99% utakuwa huna khushu' katika swala, kwa sababu tahara yenyewe wewe ulikuwa huna khushu'. Ulitawadha kule, lakini moyo wako katika kutawadha ulikuwa hauko, akili yako katika kutawadha ilikuwa haiko, bali ulikuwa unapiga story zingine kabisa za kilimwengu, za kidunia, za kibiashara. Watu wengine wanafanya biashara pale kwenye kutawadha, biashara hasa deal yeye na mwenzake. Ufanya biashara na kudai lini utanilipa, na kuuzia ile mali siku nyingine au siku fulani ndio ile mali itaingia. Watu pale kwenye kutawadha wahesabu container pale kwenye kutawadha. Makosa haya tunayofanya sisi tunaona kwamba ni mambo ya kawaida, lakini mambo ambayo yanatupelekea sisi waislamu tunakosa mambo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tunaikosea ile ibada ya wudhu thamani yake na cheo chake, na inatupelekea tukakosa khushu' katika swala, kutokamana na kwamba kule kuingia kwetu kwa swala kulikuwa ni makosa, kwa sababu tahara ni miftahu salah. Miftahu salah ilikuwa ni makosa, swala yenyewe haiwezi kusimama kisawa sawa.